Mmoja ya mikakati ya serikali katika kuboresha ufugaji wa ng'ombe hapa nchini ni kwa kutumia njia ya uhamilishaji. Mkurugenzi wa kituo cha uhamilishaji kitaifa NAIC Arusha, Dr. Charles Makundi, anaeleza maana ya uhamilishaji na chimbuko lake hapa Tanzania pamoja na kazi mbalimbali zinazofanywa kituoni hapo. Uzalishaji kwa chupa maana yake ni uhamilishaji au uhimilishaji. Uhimilishaji ni teknolojia ya kumpandikisha ng'ombe jike mbegu zilizotolewa kwenye dume na kuwekewa kwa mrija ili aweze kupata mimba. Madhumuni ya kuanzisha kituo hiki cha uhamilishaji kwanza ilikuwa ni kubadilisha aina ya ng'ombe tulionao kwa kuzalisha ng'ombe chotara. Tunapandisha ng'ombe wa kienyeji kwa kutumia mbegu bora ili tupate ng'ombe chotara ambaye anaongezewa uwezo wa uzalishaji ikiwa ni nyama na maziwa. Vile vile ni kupandisha ng'ombe wa kisasa waliopo ili waweze kuongeza uzalishaji. Sasa Tanzania ina ng'ombe zaidi ya milioni 18. Ni maoni yetu kuwa angalau ikiwezekana basi tuweze kubadilisha ng'ombe wapatao milioni 2 ili waweze kufugwa kwa ubora na wazalishe kwa ubora, nasi basi tuweze kujivunia mafanikio ya uzalishaji bora. Kituo cha uzalishaji wa mbegu kwa njia ya chupa NAIC kina madume ya aina mbalimbali yakiwemo yale ya maziwa, nyama na mchanganyiko wa maziwa na nyama. Madume hupewa matunzo maalum ili yaweze kuzalisha mbegu bora. Mtaalamu wa mifugo Bwana Thomas Michael Mbeyela anaelezea zaidi. Dume la kwanza tunalionekana hapa ni Mpwapwa breed ambalo limezalishwa kwa mbegu za kienyeji na baadhi ya mbegu kutoka nje ambalo lilitoka Mpwapwa na ndio maana wanaita Mpwapwa breed. Dume la pili tunaloliona hapa ni Sahiwa ambalo chanzo chake ni kutoka jimbo moja linaloitwa Red Sindh kule India. Lakini huyu ni kwa ajili ya nyama na maziwa pia. Anayefuata pale ni Borani. Nation yake ni sehemu moja inaitwa Borana kule Ethiopia. Na huyu anatumika kwa ajili ya nyama na maziwa. Anayefuata hapa ni Asha, ni kwa ajili ya maziwa. Huyu ni Frisian kwa ajili ya maziwa. Wakiletwa kituoni, kitu cha kwanza tunawaweka kwenye karantini. Karantini maana yake kwamba hawana nafasi, hawapati nafasi ya kuingiliana na wanyama wenyeji walioko pale kwenye taasisi. Baada hapo, katika zile siku 7 za karantini, kuna mazoezi yanayofanyika kuangalia temperature zao, kupima joto kila asubuhi na jioni, kuangalia ulaji wao na hali nyingine ambayo inaweza kujitokeza. Ikiwa baada ya siku 7 hakujatajitokeza lolote, badiliko lolote, basi tunawahamisha, tunawapeleka kwenye nyumba zao. Kila mnyama anakaa kwenye nyumba yake. Na kila nyumba ina mahitaji muhimu, ina maana kwamba ina dimbwi la kunyweshea maji na mahali pa kulia chakula. Baada hapo kunafanyika pia katika usafi unaofanyika ni husbandry, ikiwa ni kusafisha yale mabanda asubuhi kila siku na kuangalia matizo mengine. Shughuli nyingine tunazozifanya inakuwa ni kuogesha wale wanyama. Wanaogeshwa kwa kutumia sprayless mashine ambayo tunaitumia sprayless, tunaogesha ili kuondoa kupe, chawa na viroboto kama wapo. Baada ya hapo tunafanya ulishaji. Ulishaji unafanyika kufuatana na umri wa mnyama. Kiwango ambacho kimekubalika ni 3% ya uzito wa mnyama. Ina maana kwamba mnyama akiwa na kilo 400, 3% yake ni kilo 12 ya chakula tunachompa ambayo ni nyasi, kwa kitaalamu tunaita ni roughage ambayo ni dry matter. Na ulishaji ule pia unaandamana na
virutubisho vingine ikiwa pamoja na kuwapa pumba, maji safi na salama. Kazi nyingine ambayo kama idara tunafanya ni kusafisha zile sehemu ambazo ng'ombe wanakula, kwa sababu wanafanya mazoezi na kila ng'ombe ana sehemu ya kufanya mazoezi ambayo ni nusu eka na robo tatu ya eka. Nusu eka ni kwa ajili ya wale ndama na robo tatu ya eka ni kwa ajili ya wale ng'ombe wakubwa. Wale ng'ombe wakubwa pia licha kuwapa chakula kile, wanakuwa wanapata mazoezi, na kule kwenye zile area ambazo maeneo ambayo wanafanyia mazoezi kuna malisho ambayo pia ni malisho bora. Ndani yale malisho tumeotesha Rhodes grass kwa mchanganyiko na Desmodium intotum ambayo ni mikunde. Zoezi zima la ukusanyaji wa mbegu kutoka kwa madume bora hufanyika katika hali ya usafi mkubwa. Mtaalamu wa mifugo Bwana Wolfgang Mosha anatuhabarisha. Hayo madume yanaletwa asubuhi sana. Huwa tunakusanya mbegu asubuhi sana kuanzia saa 1. Saa 1 yanakuwa yameshaoshwa kabisa kwa maji vizuri. Alafu wananyoa nywele za kwenye prepuce. Wakimaliza kuyanyoa yote na kuyaosha yote, tunakuwa tumeandaa kitu kinaitwa uke bandia au artificial vagina kwa lugha ya wenzetu, kama ni kwa yale madume yanayoruka. Wale vijana ambao ni wanaishi nayo madume, yani wanaotunza ya madume, bull attendant kwa lugha ya Kiingereza, wanachukua madume wanayoweka kwenye sehemu ambazo zinatakiwa. Kama ulivyoona dume mmoja alikaa kwenye crash, ambaye huyo ndio atakayepandwa, na dume mwingine anayepanda watamchukua baada ya kuwa ameshafanywa taratibu zote, wanamzungusha, anapandisha ile hasira ya kupanda. Wakishamaliza wanamrusha, wanachukua ule uume wake wanaoingiza kwenye hiyo AV au uke bandia. Tunapata mbegu zetu kama mlivyoona. Baada ya mbegu za madume kukusanywa, hupitia hatua mbalimbali katika maabara. Hatua hizo ni kuangaliwa ubora, kuziongezea lishe, kufungasha na kuhifadhi. Mtaalamu wa maabara Bi Mary Shio anafafanua zaidi. Mbegu zinapotolewa kule kwenye madume, tunazipokea maabara na kuangalia kiasi kilichotolewa na rangi, kwa sababu rangi zinatofautiana kulingana na ubora na wingi wa ile mbegu, zile chembe au spermatozoa ambazo ziko katika ule ujazo uliotolewa. Tukishaangalia ubora kwa kutumia darubini, tunaziongezea sasa lishe kama zimefikia ule ubora unaotakiwa. Na ubora unaotakiwa ni asilimia kuanzia 70 kwenda mpaka 100. Mara nyingi zinakuwa na asilimia 100. Na lishe hiyo basi tunayoongezea au extender hiyo ina virutubisho vyote na inawezesha pia zile mbegu kukaa kwa muda mrefu kulingana na uwezo au ujazo wa ile hewa baridi ambayo ndio inakwenda kuhifadhi kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo lishe tunayoongeza ina uwezo wa kuzuia baridi. Mbegu zile ziweze kukaa kwenye baridi hiyo ambayo ni chini ya 0.196 kwa muda mrefu sana, zaidi hata miaka 20. Baada ya kuongeza hiyo lishe sasa au hiyo extender, tutajaza kwenye mirija. Baada ya kujaza kwenye mirija tunaziba na special powder. Baada ya kuziba na hiyo special powder, tunazitumbukiza kwenye maji ya baridi ya degree 4. Na zitakaa hapo kwa muda wa masaa 2 mpaka 5. Baada ya hayo masaa 5 tunakuja kuzitoa kwenye maji, tunazifuta, kuondoa powder iliyozidi iliyoko pembeni na kuzifuta yale maji. Alafu tunazipanga vizuri kwenye reki na tunazipeleka kwenye mvuke wa hewa baridi ambayo ni chini ya 0.196 nyuzi joto juu ya hewa baridi ambayo ni liquid nitrogen. Zinakaa pale kwa dakika 10. Baada ya dakika 10 tunazitoa na kuzihifadhi sasa na kuzipanga sasa kwenye goblets ambazo tumezilebo vizuri
na tunaziweka ndani ya hewa baridi ambayo ni chini ya 196 nyuzi. Zitakaa kule kwa masaa 48 hadi 72. Hapo tena tunakuja tunachukua kamrija kamoja kutoka katika kila kona na katikati kuhakiki tena ubora. Tunahakiki ubora kwa sababu zimepita mapito marefu sana, yamkini zimekufa hapa njiani. Kwa hiyo tukishapata ule ubora ambao unatakiwa, kwa sisi hapa ni 50%. Lakini kimataifa ni 45%. Kwa hiyo kuwa kwenye usalama tunapenda hiyo 50%. Kwa hiyo baada ya kuziona kwamba ziko kwenye 50%, basi tunaziacha kule kwenye hewa baridi. Kazi yetu kubwa itakuwa ni kuongeza tu hiyo hewa baridi au liquid nitrogen, kwa sababu kadri unapofungua, labda unapotoa kwa ajili ya kwenda kuuzwa, ile hewa baridi inapotea. Kwa hiyo tunaongezea kulingana na jinsi ambavyo tutakuwa tunafungua au jinsi inavyopungua. Mbegu zitaendelea kuishi hata kama dume halipo, lakini mbegu zile kama hazijatumika basi zitaendelea tu kuishi, ili mradi kuna hiyo hewa baridi kwa muda mrefu, hata zaidi ya miaka 20. Katika kuhifadhi mbegu za madume, hewa baridi aina ya liquid nitrogen ni ya muhimu sana. Kituo cha uzalishaji wa mbegu kina mitambo maalum kwa ajili ya kutengeneza hewa hiyo. Tumsikilize afisa mifugo Bwana Emmanuel Mudai. Hapa ni eneo la kuzalisha hewa baridi ambayo ni hewa aina ya nitrogen gas. Tunaizalisha hapa ni kwa ajili ya kuhifadhi mbegu au semen. Ukiangalia hapa tuna chupa au mitungi ya hiyo hewa baridi liquid nitrogen. Mitungi ya aina mbalimbali, ukiangalia kuna size mbalimbali kutegemea na mahitaji ya mteja wetu. Kishajaza basi tunasambaza, inaenda vijijini au kwa wakulima. Wataalamu wetu wanapokuja kuchukua hizo mbegu hizo zinaendana na vifaa ambavyo vinatumika katika uhamilishaji. Tunawagawia hivyo vifaa wakichangia gharama kidogo, kwa sababu vifaa tunatoa nje Ulaya, kwa mfano hasa nchi ya Ufaransa. Miongoni mwa shughuli za kituo cha uhamilishaji ni kutoa mafunzo kwa wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakisaidiana na wataalamu wa mifugo wa kata katika kutoa huduma za uhamilishaji kwa wafugaji. Afisa mifugo Bwana Ramadhan Isuja anaelezea zaidi. Watu ambao wanastahili kujiunga na mafunzo ya uhimilishaji ni wataalamu wa mifugo ambao tayari wanafanya kazi ya diploma ya mifugo, vyeti vya mifugo na kilimo, na kufuatana na uhitaji wa mahali. Mashirika yasiyo ya kiserikali, yani NGOs, pia wanaleta watu wao, na tunaruhusu watu ambao angalau wamesoma elimu viumbe, yani wawe na cheti cha form 4, kidato cha 4. Vile vile wafugaji ambao wana uzoefu au walishawahi kufanya kazi za mifugo, walishawahi kuhudhuria mafunzo ya ufugaji bora, animal husbandry, pia tunawaruhusu, na kwa kufanya hivyo kwa kweli wameleta matokeo mazuri. Na katika mafunzo pia, ili kuboresha huduma hizi, tunakwenda vijijini, tunakaa na wafugaji na tunawaelewesha njia bora za ufugaji na njia bora za kufanikisha huduma hii ya uhimilishaji. Kwa sababu huduma hii ili ifanikiwe inahitaji mfugaji amjue ng'ombe wake vizuri, ajue dalili za joto na ajue wakati wa kumuita muhimilishaji. Katika kukaa nao pia tunapanga pamoja jinsi ya kufanikisha huduma hii. Pia tulijitahidi katika kuhamasisha uundaji wa vikundi vya ufugaji
hasa katika wilaya ya Rumeru na wilaya Hai. Wafugaji wanapokaa katika vikundi, wakati mwingine wanarahisisha upatikanaji wa vifaa. Kwa mfano, mtungi wa kuhifadhi mbegu na nitrogen, mtungi mmoja unaweza kugharimu mpaka kiasi cha shilingi 500,000. Mtaalamu mmoja anaweza asifanikiwe kupata hizo hela, lakini wanapokaa kama kikundi cha ufugaji, wakaunda kikundi, wakakaa pamoja, ni rahisi kununua vifaa hivi, na kwa njia hiyo inarahisisha ufikishaji wa huduma hii. Pia mafunzo ambayo tunawapa wafugaji ni juu ya utunzaji bora wa mifugo, kwa sababu ng'ombe wa maziwa anahitaji matunzo. Kwa hiyo tunakaa pamoja na wafugaji, tunawaelewesha juu ya mbinu bora za ufugaji ili aweze kupata matunda yanayotegemewa, kwa sababu mbegu hizi ni bora, lakini ubora wa mbegu unaendana pia na matunzo. Kwa hiyo wafugaji wanapata mafunzo tukishirikiana pamoja na halmashauri za wilaya mahali pale tunapokwenda. Bwana William Rema, mtaalamu wa mifugo, ni mhamilishaji katika manispaa ya Arusha. Anaelezea jinsi anavyotoa huduma hizo kwa wafugaji. Shughuli za uhamilishaji nimezifanya kwa muda mrefu, yapata miaka 20. Tumefanya maeneo mbalimbali, vijiji mbalimbali, mitaa mbalimbali kwa mafanikio makubwa. Kwa wastani tukichukulia kwamba katika shughuli za upandishaji tunaweza kupata wakulima 4 ama 5 kwa siku. Kwa hiyo katika upandishaji kwa mwezi, wastani tunapata upandishaji wa wanyama wapatao kati ya 90 na 100, ambayo katika kuwafuatilia tumekuwa kupata maziwa mengi. Kwa mnyama mmoja wastani unaweza ukakuta mkulima au mfugaji anapata sio chini ya lita 15 na lita 20 kwa siku kwa mnyama mmoja. Kuna faida mbalimbali zinazotokana na uhamilishaji. Mkurugenzi wa kituo cha uhamilishaji kitaifa NAIC, Dr. Charles Makundi, anaelezea zaidi. Faida za uhamilishaji. Faida kubwa ya uhamilishaji kwanza ni kueneza ukosafu bora kwa ng'ombe wengi kwa njia rahisi. Kwa njia hiyo ya uhamilishaji, dume mmoja anaweza kupandisha majike zaidi ya 10,000 hadi 15 kwa mwaka. Kwa njia ya kawaida, dume mmoja anaweza kupanda ng'ombe 25 hadi 30 kwa mwaka. Faida nyingine ni kuwa mbegu zinaweza kusafirishwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kirahisi, kwa sababu zinahitaji vifaa vichache vya kuhifadhia hizi mbegu.